Katika ukombozi wowote wa majumui wa nchi au bara letu la Afrika au kuikomboa dunia, mara nyingi ukisoma historia haihitaji kwa kuanzia na watu wengi. Lazima tuwe na wachache kwanza, lakini wachache wenye athari. Kwa na nyinyi kutoka hapa katika hii idadi ya 29, ni lazima mtazame mnapotoka mnaenda kupeleka athari chanya kiasi gani. Sasa mnaweza mkarudi kule mlipokuwa alafu hakuna mabadiliko. Hata wale wa taasisi wanasema kuna faida gani ya kufanya hivyo. Kwa nyinyi wenyewe ndio mnatakiwa muonyeshe kuanzia majumbani, kuanzia kwenye kazi zenu, lakini hata mambo yenu tu. Kama mmejifunza mambo ya kimkakati, tunahitaji sasa tuone mambo ya kimkakati yakienda. Maarifa haya mliyopata sio dhamana yenu ya mtu mmoja, sio mali yenu, bali ni wajibu kwa jamii. Na gani mnarudisha kwenye jamii? Jamii hiyo sio lazima iwe uende pale ukachukue fomu na wao gombee. Hata ile jamii ofisini kwenu, kuanzia ukiingia pale, kuna yule mtu pale chini, kama ni mlinzi, kama ni mhudumu, kama ni nani. Maana hiki ulichopata hapa wewe sasa hivi, maana yake tayari kama ulikuwa unajua kwamba ni kiongozi, kitendo cha kupita hapa katika chuo hiki na elimu ambayo umeipata, tayari wewe ni kiongozi. Kwa hiyo kwa uongozi huu, maana yake tunataraji dhamana hiyo mmeibeba. Sio dhamana nyepesi, dhamana ya maarifa ni dhamana kubwa ambayo tunakutegemeeni tutakapokutana kule tukaone mabadiliko. Kwa huu ni ukweli wa kudumu kwamba uongozi si heshima ya cheo, bali ni huduma. Na Mwalimu Nyerere hakusimama kama kiongozi wa Tanzania tu, bali kama sauti ya Afrika nzima, akituunganisha chini ya falsafa ya umoja, utu na maendeleo ya wote. Na ndio maana si ajabu hata leo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, naye amekuja anatuambia kazi na nini? Na utu. Masomo, ukufunzi, elimu yote tunayopata bila utu kuweka ndani yake, elimu hiyo inakuwa, mafunzo hayo yanakuwa hayana msingi. Kwa hiyo viongozi wanaposhirikiana, taifa zima kunufaika. Kwa nyinyi hapa mlipopata elimu hapa, tunategemea pia mafunzo haya yafanye muendelee kushirikiana, sio na nyinyi mkitoka hapa basi kila mtu anakuwa ametoka. Hapana. Na viongozi wa leo na wa kesho wanakabiliwa na changamoto kubwa nyingi ambazo na nyinyi mnaelewa. Mojawapo ni kuimarisha sekta za umma na mashirika ya umma ili yazalishe matokeo na sio hasara. Lakini pili, kuendeleza biashara na mambo ya uwekezaji katika mazingira ya ushindani wa kikanda na kimataifa. Una jambo jingine la kushughulikia changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na mgongano wa masoko, na kuhakikisha kwamba vijana na wanawake wanashirikishwa ipasavyo katika maamuzi ya kitaifa. Pamoja na hizo changamoto, tunazo pia fursa nyingi sana kiacha rasilimali. Na hapa rasilimali tunapozungumza sio zile tu ambazo tunaziona ziko nchini, lakini hata rasilimali watu zenyewe tunavyojiandaa na kadhalika. Sasa hizo zote utaona kwamba ndio maana zinahitaji sana mafunzo haya ya uongozi ya mara kwa mara na kwa watu wengi zaidi. Tunapoyafanya yanatusaidia kuweza kujua namna gani tunaenda kukabiliana na hizo changamoto. Kama mnavyofahamu, hata uwe bora namna gani, bado bahari huwa haikosi mawimbi. Lazima tuyatokee. Toangu zaidi kwenu washiriki. Sasa mnabeba jukumu kubwa kama nilivyosema kuliko mliokuwa nalo kabla ya kuingia hapa. Kwa maafisa wakati, nendeni mkasema kwanza kwa wakuu wale mashirika au wale wakubwa ambao wamekuja kama wakuu wa wakurugenzi mbalimbali, tumeeni ujuzi huu kuongeza uadilifu, uwajibikaji na matokeo ya kweli. Na kwa wale maafisa wakati, simameni kama nguzo thabiti za utekelezaji wa sera. Na kwa wale vijana wenzangu ambao mko hapa, kumbukeni msemo ule kwamba vijana ndio nguvu ya taifa na wazee ni taa ya taifa. Na dunia ya leo, ndugu zangu, inabadilika kwa kasi, changamoto zinakuwa nyingi kuliko majibu. Lakini taifa litakalosimama imara ni lile lenye viongozi waliofundishwa, waliotayarishwa na walio na maono, na viongozi wao katika mjumuiko huu ni pamoja na ninyi ndugu zangu mliokuwa hapa. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka wazi dira ya uongozi wa kizazi kipya, kuendeleza uchumi wa viwanda, kukuza biashara, kushirikisha vijana na wanawake na kulinda amani na mshikamano wa taifa. Hivyo basi mimi ninapowatazama leo wakurugenzi mlioko hapa, wahandisi, walimu, vijana, wahasibu na wajasiriamali, naona Tanzania mpya inazidi kuendelea na inazidi kujengeka mikononi mwetu sote. Na kila mmoja wenu ana safari yake kipekee, lakini taifa linahitaji kuunganisha nguvu zenu angani pia maendeleo. Lakini safari yetu ya uongozi iwekeni nyinyi vichwani kama vile ndio inaanza. Hata kama unajua vitu, wewe kila wakati sema kwamba ndio inaanza ili upate faida zaidi. Sasa ni juu yenu kutembea njia ya uadilifu, uthubutu na ubunifu. Kwa sababu kupata mafunzo lakini ukawa huna uadilifu, uendeleze vitu vingine, pia inakuwa ni sana bure. Hujapata ule uadilifu elimu vizuri, ukajifunza mambo ya uadilifu,
na mambo hayo mengine ya haki na kadhalika, basi hiyo jamii haiwezi kwenda vizuri na hiyo elimu inakuwa haiwezi kutufaa. Kwa hiyo hayo ni lazima mjue. Na muombea msukumo mpya katika safari zenu za uongozi. Kama nilivyosema, uongozi si cheo, ni wajibu, si heshima, ni huduma. Naitwa Ben Baitani, kama nilivyosema, ni mwakilishi tu wa Profesa Masati Lwena ambaye ni principal wa hapa. Mgeni rasmi, tunafurahi kwamba leo tuna mafunzo haya ambayo yamekwenda kwa siku 5, na tunashukuru kwa wewe kukubali kuja kuyafunga. Lakini pia natoa shukrani zangu kwa washiriki wa mafunzo. Mgeni rasmi, mara nyingi tuna mafunzo haya karibu mara 3 kila mwaka au mara 4 kila mwaka, lakini mara nyingi unakuta wengi wanakuwa wamelipiwa na taasisi zao, lakini hawa kwa namna ya kipekee wamekuwa ni walio wengi wanajilipia kutoka mfukoni mwao. Makofi tafadhali. Hiyo ni sifa kuu sisi ambayo tunaiona. Tunawagundua kwamba demand ni kubwa ya mafunzo ya uongozi, lakini wanaoweza ni wachache. Kwa mfano, kundi hili lina watu 30 tu, lakini walioomba walikuwa zaidi ya 300. Shule yetu hii ina mambo mengi sana ambayo tunafanya. Tuna kozi zaidi ya 60 ambazo tumezitoa, zimefikia wahitimu zaidi ya 14,000 wametoka hapa. Sasa na hawa wataongezeka. Tunamshukuru Mungu kwa